Ndugu waandishi wa habari, nichukue fursa hii kuwaeleza kuwa katika msimu huu wa 26-27 ambao leo tumeanza kusambaza pembejeo, tumepanga kusambaza salfa ya unga tani 30,000 na viuatilifu vya maji lita 1,500,000. Ndugu waandishi wa habari, nichukue fursa hii kueleza kuwa kama ambavyo tumekuwa tunafanya misimu iliyopita, katika msimu huu tunakwenda kutumia mfumo wa kidijitali wa kugawa hizi pembejeo za ruzuku. Kama ilivyo ada, wakulima ambao wameuisha taarifa zao au wamesajiliwa kwenye mfumo ambao sisi bodi ya korosho tunautumia kusajili, ndio ambao watagawiwa hizi pembejeo. Nichukue fursa hii kueleza kwamba katika msimu huu hairuhusiwi chama cha msingi kwa maana ya AMCOS kugawa pembejeo kwa wakulima bila uwepo wa kijana wa BBT. Kwa hiyo ifahamike wazi kwamba vyama vya msingi vitakavyokwenda kinyume na utaratibu ambao umeainishwa kwenye mwongozo, hatua kwa mujibu wa sheria zitachukuliwa. Kwa hiyo leo tumeanza kusambaza, lakini kadri pembejeo zinavyokwenda kwenye vyama vya msingi, na ndivyo na sisi bodi ya korosho kwa kushirikiana na wataalamu wenzetu walioko kwenye utafiti, tutakuwa tunashuka chini, tunakutana na wataalamu wa kilimo, tunakutana pia na wale wapuliziaji ambao wanapulizia mikorosho kwenye mashamba ya wakulima. Tutahakikisha tunawafundisha inavyotakiwa kupuliza mikorosho na sio vile ambavyo tunatumia kwa njia ambazo sio sahihi. Sisi kama ushirika wa mradi wa pamoja wa korosho tumejipanga katika msimu huu kusambaza dawa za maji pamoja na pembejeo za unga, kwa maana ya kwamba salfa, na hadi kufikia leo tuna salfa zenye kiasi cha tani 16,000 ambazo ni bakaa ya mwaka au msimu uliopita, na tayari tumeshatangaza zabuni, tumeshaingia mkataba na wazabuni wa kuleta salfa tani 35,000. Kwa hiyo kama mnavyoweza kuona kwamba kwa msimu huu ambao tunauendea wa 26-27 tutakuwa na salfa zenye kiasi cha tani 51,000 na tutakuwa tunasambaza kadri ambavyo tutakuwa tunazipokea. Lakini niwahakikishie wakulima wa zao la korosho kwamba kwa msimu huu tuna dawa za maji za kutosha, na kama tulivyoona kwamba tunaanza kusambaza dawa za maji kama ushauri wa wataalamu wa kilimo ambavyo wameshauri. Tunawaomba wakulima wa awamu hii wanaelewa utaratibu unaofanyika kwenye zoezi hili la pembejeo, kwamba hatua ya kwanza wanahitajika kuanza na dawa za maji ndizo tunazozipokea hapa ili kuendana na utaratibu kama unavyohitaji wa kilimo. Kwa hiyo kwa sasa tunaanza na kupokea pembejeo hizi za maji